mahojiano yetu ya leo tumebarikiwa kuwa na mchungaji kiongozi wetu kutoka katika Union ya Kaskazini, Pastor Mlozi, ambaye yeye ni mkurugenzi katika masuala ya familia. Pastor Mlozi, ninakushukuru sana kwa ajili ya muda wako. Zaidi sana tukupe pole kwa majukumu. Nashukuru. Na kwa kweli tumebarikiwa sana kuwa nawe jioni hii ya leo. Amen. Bila kuchelewesha sana Pastor Mlozi, zaidi sana leo tulichokuwa tukitamani ni kwamba kupata historia yako toka umeanza kazi ya utume, majukumu yako. Ndio zaidi sana tungependa sana kufahamu kwamba historia, yani maisha ya utume yakoje, kujitoa katika kazi ya Bwana, kuna changamoto gani na kuna furaha gani? Zaidi sana tungependa kufahamu maisha yako ya awali na wito wako kama sehemu yani, je, unaweza kushiriki kidogo kuhusu malezi yako na jinsi imani ya familia yako ilivyojenga msingi wako wa kiroho? Wazazi au walezi wako walionyeshaje imani katika maisha ya kila siku? Kwanza niwashukuru sana. Historia yangu ni ndefu, niseme kwa ufupi. Mimi ni kizazi cha pili, second generation. Baba yangu alipokea Injili, mimi nimefuata. Kwa nimezaliwa nikiwa Mwadventista. Amina. Baba yangu alidevote kama sehemu ya nadhiri yake, ndio kwamba mwanangu huyu atakapokuwa mtu mzima afanye kazi ya Mungu. Haikuwa rahisi, ni mpaka pale ambapo niliitwa mimi mwenyewe, maana uwezo kupelekwa. Niliitwa mwenyewe baada ya kuwa nimefanya kazi shirika la posta na simu kwa miaka 10. Baada ya kumaliza chuo, fanya kazi shirika la posta na simu kwa miaka 10, ndipo nilipoitwa kwa utumishi. Ndio. Takriban miaka 30 na kitu iliyopita. Wito wangu wa kwanza kutoka katika jiji la Dar es Salaam ilikuwa kwenda kutumika katika mji wa Lindi. Ndio. Ulikuwa na washiriki 17 tu, na nilifanya kazi kwa furaha. Ndio. Sikuchukua muda mrefu, nikaitwa kwenda masomoni hapa Arusha University, wakati huo tunaita Tanzania Adventist College. Nimesoma pale. Kwanza tulianza tukiwa affiliated na Marathon, na nikamaliza chuo nikaitwa kuwa mchungaji Dodoma. Ndio. Kwenye changamoto za uchungaji ndipo nilipoanza kuona ya kwamba sio wito wa kawaida, ni mpaka niwe nimeitwa ndipo nibaki kuwa mchungaji. Na napenda niwasihi, kama umepitia tu kutusalimu kwa utumishi wa Injili, utaacha tu, maana moto wake sio mdogo. Yes. Kuna changamoto inayokupima na kukuweka mahali ambapo unasema hivi, niko kwenye barabara sahihi ya wito au nimekosea? Ndio. Lakini nataka niwahakikishie, katikati ya changamoto hizo za kiutumishi ndipo Mungu anapokufanikisha. Amen. Nimefanya kazi katika mkoa wa Dodoma, mkoa mzima na wilaya zake. Kanisa lilikuwa moja. Leo ni field ya kati. Nilikuwa na makanisa 4 jiji la Dodoma. Kwa hivyo, kwa sababu nilisikia wito, yes, nikajua kazi sitaweza mwenyewe, nilishirikisha washiriki. Kwa hivyo nilikuwa na chama chenye nguvu, wanaita Lay Preachers Association. Walikuwa wakikimbia kila kona za mji na vijiji vyake wakifanya Injili. Mimi nilikuwa nikipita kubatiza. Kwa hivyo usidhani kazi itaisha kwako peke yako eti umeitwa. Hapana, shirikisha na washiriki. Na kwa kweli walifanya jambo zuri na lenye msaada mkubwa.
Haikuishia pale. Ndio. Mabaraza ya kanisa niliyokuta Dodoma yalikuwa yanaanza asubuhi yanamaliza saa 6 usiku au saa 7. Wanaanza kwa ombi wanamaliza bila ombi. Wanaanza kwa kuelewana wanamaliza kwa ngumi na na hata nilipokuwa nikiitwa pale, rafiki yangu mmoja akanionya akasema, unaendaje kufanya kazi mahali hapa? Na nilipokea kwa furaha, nilikwenda na mambo yakabadilika, kutoka kwenye ngumi kuja kwenye kukumbatiana kwa upendo, kutoka kwenye kusondana vidole mpaka kwenye uinjilisti. Kama nilivyokuambia, tulikuwa na chama chenye nguvu sana cha Lay Preachers Association. Kwa hivyo tulifanya kazi nzuri na namshukuru Mungu. Kumbe palipotulia, viongozi wangu wakaona hapa hapamtoshi vizuri, nikaitwa tena kuwa mchungaji wa Magomeni. Pale ndipo siku zote hizo nywele zangu zilikuwa nyeusi lakini baada ya kufika Magomeni ndipo zilipoanza kuchomoza nywele nyeupe, kuashiria ya kwamba panataka hekima. Kazi hii haihitaji ujanja. Ndio. Inataka kusoma kwingi. Ndio. Kusoma miongozo. Kanisa letu lina miongozo from A to Z. Ukichagua kupita barabara yako mwenyewe umeamua wewe. Kanisa letu lina miongozo. Wazee wa makanisa, mashemashi, nini, kuna kanuni za kanisa, kuna miongozo ya wazee, kuna maelekezo ya mashemashi, kila kitu kimeelekezwa. Magomeni nilipofika ndipo nikajua namna ya kutumia miongozo. Kwa sababu hakuna mshiriki anayekusikiliza wewe. Mshiriki anasikiliza maelekezo ya kanisa. Ndicho kipindi nilichogundua kwamba kuna kipindi mchungaji anasema nimesema kama mchungaji, watu wanasikia. Pale nikisema kama mchungaji anasema mchungaji kitu gani? Eleza miongozo. Hata kuunda baraza la uchaguzi lazima usome mwongozo kutoka hatua A mpaka Z. Kwa hivyo mambo ya mkato unajitia miongozo, unaiweka kando, utafika mahali utachongwa. Ibakie miongozo unayosimamia. Yes. Ninamshukuru Mungu, baada ya pale tolewa mtaani, nikaenda kuwa mkurugenzi wa idara ya uwakili katika field ndogo kule Kigoma. Toka Dar es Salaam jijini kwenda Kigoma. Sio utasema mwanzo wa reli ni wapi, kule au huku. Kwa hivyo niliuliza tu, je, kuna watu wa Mungu kule? Nikaambiwa wapo, nikasema nitakwenda kufanya kazi. Haleluya. Nilikwenda nikafanya kazi, bahati nzuri nikafanya kazi kwa miaka 2 yenye nguvu, 2 yenye afya nzuri, na matokeo hayakuwa madogo. Ndipo nikapata fursa ya kwenda kusoma Uingereza, kufanya masters yangu ya theology. Kumbe kuna historia kubwa hapo. Haitatosha, muda wote utatosha kimsingi. Lakini nachukua na kuweka vitu muhimu ambavyo vitasaidia. Ukiitwa maana yake ni kwamba mambo sio mteremko. Kuna vipando, kuna vimishuko, lakini ministry ni tamu. Yes. Fuata miongozo, pitia miko, utakuwa salama. Ndio. Kwenda Uingereza nikachukua miaka 3, nikarudi. Na niliporudi, ukisoma unatazamia unapanda, lakini kutoka ukurugenzi nikaenda kuwa mchungaji wa mtaa. Ndio. Nimekwenda nikachunga katika mtaa wa Tabora, mahali ambapo nilipafurahia kuliko maelezo. Ukitaka kuniuliza mimi, maana nimefanya kazi ya ukurugenzi, nimekuwa kiongozi wa conference, ninataka nikutangazie hakuna kazi tamu kama kuwa mchungaji wa mtaa. Haleluya. Watu wanakimbia kule, wewe ukifanya kazi yako vizuri ya uchungaji wa mtaa, ukampenda mshiriki, kwenye misiba yake upo, kwenye anapouguza upo, anapooza binti au kijana upo. Wewe ni zaidi ya ndugu. Amina. Na ukifika kwenye misiba yao usiwe na haraka kuondoka, uwe wa mwisho kutoka kwenye kaburi. Maana ndugu wana mchezo wa baada ya mazishi, mnaondoka kaburini, wanageuza macho yao kuangalia walipomwacha ndugu yao, basi wakutane na macho ya mchungaji. Haleluya. Pastor, nikushukuru sana
umeelezea kwa kina toka mwanzoni ulipoanza, changamoto ulizopitia. Naamini kabisa kuna wakati kulikuwa na ukavu wa kiroho. Ulivumiliaje nyakati za ukavu wa kiroho au kukata tamaa katika safari yako ya imani? Ni nidhamu au mazoea gani yaliyokusaidia? Sasa kuna vitu viwili. Ndio. Kuna ukavu wa utumishi. Ndio. Kuna ukavu wa kiroho, maisha ya changamoto ya kiroho. Nataka nikwambie ukiwa mchungaji, ndipo inakutaka uwe mtu wa kiroho zaidi. You don't have any immune to be a pastor from sin. Yes. Ni nyakati makini za kujiunganisha na chanzo cha nguvu kuliko namna inavyoweza kutamkika. Kwenye uchungaji ndipo unapojaribiwa. Ngojeni niwaambieni vijana wangu, tulishagundua kuna kikosi kiwapo, kikosi wakati fulani cha wadada waliopanga kuangusha wachungaji. Story tamu hiyo. Yani usidhani una salama unajua ministry calls you to be smart. Yes. Na dunia inatafuta watu smart kuwatumia. Okay. So a pastor is smart all of the time. Yes. Na so anakuwa anavutia. That's why tunapewa maelekezo wakati wa counseling. Unapaswa umiti na ukumbuke kanuni zote za mahali utakapomcancel mtu wa jinsia tofauti. Sio wote wanaokuja hivi unadhani wanakuja for a counseling. No. Some wanakuja kama mwanamke kisimani na alikuwa anataka kumvua kumvua kama samaki. Kristo kaiangalia ile, naye ndipo akamaliza uinjilisti na kumvua yeye binti na kuokolewa na wengine. Kwa hivyo mchungaji, be aware with almost 3 things. 1, ladies uko tofauti. 2, fedha ya kanisa. Hiyo inakufanya ina spot kupoteza wito wako kabisa. Namba 3, masuala ya mafundisho. Stick katika mafundisho. Yani usihubiri kwa kuona mtu fulani amehubiri mahali fulani. No. Wewe nenda, there is Bible commentaries. Yes. There is spiritual prophecy box. You have to contextualize your message from there. Alafu unapata wigo. Yes. Usizungumze kitu tu bora fulani amekisema, alafu wewe unakamata kukiprove, unashindwa kumrifaa muhusika. Huwa turifai watu walioongea, tunarifaa books and quotations kabisa. So ukavu wa utumishi ni pale ambapo unakosa kusimamia vitu hivyo vitatu na vingine vingi. Lakini hali ya kiroho ya mchungaji inapaswa kubakia kileleni at any time and at any cost. Yeah. Na je, inawezekana katika utumishi wako this whole time kulikuwa na washiriki ambao walikuja kwako kukushauri? Je, ushauri au msaada wa jamii ya washiriki ulikuwa na nafasi gani? Mungu huongea kupitia kwa watu, na sauti ya nabii itapimwa kwa manabii waliotangulia. Shauri lolote utakaloletewa na yeyote anayejitambulisha kwako kwamba anakupenda, anakuheshimu, anafanyaje, lazima ushauri huo upimwe na neno la Mungu. Na kuna mchango mkubwa usiofu, kuna mchango mkubwa ambao unapaswa ujue. Ujue kabisa ya kwamba una nafasi kubwa sana. Wito, kwanza kutambua wito wako ni kupitia kwa watu. Mimi kulikuwa na washiriki wananiambia nenda kasome uchungaji, nenda kafanye hivi, anambia no, niko shirika Posta na Simu miaka 10. Wananiambia hapana, wewe hapa sio pako, nenda kasome uchungaji. Maana nilikuwa nafanya effort, nilikuwa nafanya vitu vyote. Yani mimi ni wa kwanza kuja kanisani na wa mwisho kutoka. I like to be in the church. Wakagundua kuna kitu. Walioshauri, waliosema mara kadhaa wa kadhaa ni washiriki wa kanisa.
Amina. Kwa hiyo washiriki wa kanisa wana sehemu kubwa. Hasa wanaposhauri kulingana na kile ambacho Bwana anakitaka na sio vinginevyo. Maana unaweza kukutana na washauri wengine ambao wametumiwa na ibilisi kutoa nje ya reli, kutoa nje ya barabara ya kiroho ambayo umeitika kwayo. Okay. Asante sana, na vijana wangetamani kusikia kutoka kwako. Una ushauri gani kwa vijana wanaopitia kipindi cha kuhoji au kuchunguza upya imani zao? Kwanza una sababu ya kuhofu juu ya imani yako kwa Mungu. Ndio. Panga kuijenga. Yaani usije ukawa na wasiwasi, nimpate mtu wa kuniambia wewe sasa ndio uko kwenye barabara. Hapana. Kumfuata Kristo, ujue uko barabara sahihi. Sawa. Cha msingi kuanza kujenga. Kujenga kila mahali na kila nyakati na kila stage tuseme na kila aina fulani ya maisha ina majaribu yake. Ndio. Kila mahali kuna njia ya kutokea. Amen. Amejaribu halina budi kuwepo, lakini Bwana hufanya njia ya kutokea. Amen. Kwa hivyo usihofu kuwa na juu ya imani yako, wewe kaza imani yako kwa Kristo. Kisha jua unatunza sabato kama Bwana alivyokuelekeza, una mwaminifu kurudisha zaka na sadaka. Yaani vitu vidogo vidogo, kutumia karama zako, ikiwa ni uinjilisti, ikiwa ni uimbaji, ikiwa tumia, itakunoa na kutengeneza ukafae kwa ajili ya uzima wako. Amina. Na pastor, tungetamani kwa kumalizia, tungetamani kujua katika masuala ya huduma na uongozi, kulikuwa na masomo magumu uliojifunza zamani. Ni yapi hayo ambayo, yani ni masomo gani magumu zaidi uliojifunza katika miaka yako ya mwanzo ya huduma ya kichungaji? Kila nyakati nilikwambia ina majaribu yake. Ndio. Kwenye masuala ya uongozi ndipo penye mtihani mkubwa zaidi. Ulinisikia nikisema kwenye mazungumzo yetu hapo awali kwamba hakuna kitu kitamu kama uchungaji wa mtaa. Yes. Maana nimechunga mtaa. Nimekuwa mkurugenzi kwa miaka ya kutosha. Na nimekuwa president wa conference kwa sehemu ya Kunkwina fulani na Kunkwina mzima iliyopita. Kwa hivyo ninajua nyakati ngumu kuliko zote zilikuwa za uongozi. Kwa sababu ukitaka uwe na uongozi laini, mtaalamu mmoja wa mambo ya leadership anasema achana na uongozi, nenda kafanya kazi ya kuuza ice cream. Unataka watu wakufurahie. Yes. Wewe uongozi hautakufaa. Kitakachokufaa wewe nenda kauza ice cream, maana watu wakilamba ice cream wanatabasamu. Uongozi unataka kusimama kwenye barabara. Na yeyote atakaye kwenda kinyume na barabara hiyo, wewe kama kiongozi upo kumuonya au kumnidhamisha, kitu ambacho watu hawataki. Kuna wachungaji ambao wanaona ni mastaa, anaona kama nimemzidi president, nimemzidi kwa hivi, nimemzidi kwa hivi. Lakini nataka nikwambie, president is a president, a leader is a leader, anapaswa kuheshimiwa. Ndio maana ukiridhika na kazi uliyopewa, wewe kama ni mchungaji wa mtaa, ridhika, fanya kazi yako kwa uaminifu, utaifurahia kazi yako. Amina. Lakini umefanya kazi ya mtaa, una wazo la kutaka kuwa mkurugenzi. Unafanya kazi ya ukurugenzi, una wazo la kuwa president. Unakuwa president, una wazo la kuwa wewe hutafanikiwa. Utakuwa tu unarukaruka. Fanya sehemu yako thoroughly na utaifurahia. Amen. Na unashughulikaje? Kumekuwa na migogoro. Sawa. Unashughulikiaje migogoro ndani ya kanisa huku kidumisha umoja na ukweli? Kwa kweli hakuna kitu kitamu pamoja na kwamba kina changamoto pale ambapo unafanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Ndio. Wakati ukiwa kwenye changamoto ya kushughulikia jambo, haionekani kama upo sahihi au haupo sahihi. Miongozo ipo, lakini je, am I applying correctly na haki kwa huyu mtu? Ndio. Au vinginevyo. Ni changamoto kubwa, ila kuna uzuri, maana unaposoma mwongozo wewe na counterpart wako na uko nao kushirikisha vizuri,
ninasoma sahihi, ninatumia hii kitu kwa usahihi. Nataka nikuambie hakuna kitu kizuri ambacho wengine wanapokuja kukiangalia baadaye wanakukuta ulikuwa mkweli, hukuwa na favoritism yoyote, ulikuwa unaamua jambo kwa haki. Yes. Utaheshimika kuliko maelezo. Ni ina gharama kubwa. Wengine watasema hatufai, watafanya hiki na kile, lakini simama upande wa kusimamia miongozo ya haki na ukweli, na Bwana atakusimamia pia. Swali la mwisho. Sawa. Ni uzoefu gani katika huduma uliokufundisha zaidi sana kuhusu unyenyekevu? Kuna wakati unafanya kazi, kila mtu unaona kama anakusifu. Na hakuna mtu asiyetamani kusifiwa kimsingi. Lakini kuna hatari kubwa kwenye kusifiwa. Ni vizuri kila wanapopandisha sifa kwako, mrudishie Kristo. Haleluya. Waambie kwamba mimi nisingeweza kufanya hivi isingekuwa Bwana. Kwa hivyo haya ni matokeo ya Bwana kutenda ndani yangu. Yes. Anapaswa kusifiwa yeye na sio mimi. Ndio. Ukipokea sifa sawa, utapanda kiburi. Panda kiburi, Biblia inasema na inaungana na roho nabii, ndio chanzo cha maanguko. Kiburi cha Lucifer kikatokea matokeo ya maanguko. Na kiburi cha yoyote, kuna wafalme waliopandisha viburi waliporomoshwa vibaya. Wanyenyekevu watainuliwa. Haleluya. Asante. Pastor, ninakushukuru sana kwa muda wako. Nimebarikiwa sana. Amen. Katika uongozi nimekuja kugundua kumbe viongozi wetu kuna historia ambazo kwa kweli ni za kusisimua. Ni kweli nilifanya historia katika wakati fulani kwa Hope Channel. Yes. Na wengi walikuwa wafahamu kitu nilichokuwa nipitia. Hivi nilivyokuelezeni ni vichache vitakavyowasaidia ndio kwenye kufanya analysis na kidogo kuendelea kuona namna ambavyo wengine watapokea mito. Na wasidhani kwamba kuna mambo mazuri tu, kuna changamoto. Unapokutana na changamoto, wajue ni sehemu ya maisha. Yes. Bwana na njia ya kutokezea. Amina. Pastor, ninakushukuru sana, na naamini kabisa haya mahojiano tuliyoyafanya yatamjenga mtu fulani mahala fulani. Na mimi na wenzangu tunashukuru sana kwa sababu kupata wakati wako, mtu ambaye una shughuli nyingi, kwa kweli umeonyesha unyenyekevu kwetu na umetuheshimu, na sisi tunashukuru sana. Bwana awabariki. Na asante sana. Basi na tuombe. Amen. Baba mwema, ninakushukuru sana kwa ajili ya timu hii ya vijana wanaojitayarisha kwa ajili ya utumishi wa kazi yako. Kweli hawatapitia mapito ambayo wengine tuliyapitia. Na kumekuwepo na sababu. Kila unayempitisha kwa jambo fulani, yes, una sababu ya kumpitisha kule kwa ajili ya kumtengeneza. Asante kututayarisha sisi na utawatayarisha vijana hao kwa namna tofauti. Naomba uwafanikishe. Amen. Fanikishe katika masomo yao. Yes. Na naomba zaidi ukawafanikishe katika ministry. Amen. Maana tunatamani vijana waingie kazini, wakashike kijiti hiki wakiwa wameelimika na kuguswa na uwepo wa Roho Mtakatifu. Amen. Na kuandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Hallelujah. Naomba uwabariki na kuwatunza, simamia future zao, pamoja na kwamba ni vijana, lakini simamia kila hatua ya maisha yao ikatokeze mbaraka. Ndivyo ninavyoomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen. Amen. Pastor, asante. Bwana wabariki.